2026. Tunamshukuru sana Mungu kwa kutupatia fursa ya pekee ambayo tuliingoja muda mrefu, tukiwa tunamuomba Bwana ya kwamba atupatie siku za kumfurahia uwepo wake, siku za kujifunza neno lake, siku za kupokea mvua ya masika Mungu anaposhuka katikati yetu katika sikukuu za vibanda, na sasa Bwana ametenda. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kwa upendeleo wa dhati kwa kutupatia fursa hiyo. Bwana atukuzwe sana. Niko hapa mbele yenu kufanya utambulisho mfupi, ili baada ya mimi basi sauti itakayosikika ni ya yule ambaye Mungu amemwandaa tangu mwaka jana, hatimaye mwaka huu ufike aweze kusema na sisi watu wa Igurwa hapa NGBF tupate kubarikiwa. Mtaa wa Igurwa una makanisa 6. Tunayo makanisa mawili ambayo yamekuwa sana mpaka yamejitenga, na sasa kuna kanda huko, kanisa la Bugando, kanisa la Bugelenga likiwa na makundi 6, na sasa wao wameshajitenga na wamefanya kambi lao, na walikuwa na kambi makini sana. Tunamshukuru Bwana kwa utukufu mwingi. Kambi hili lina makanisa 4. Kanisa zuri la Kazibizio, najua laitibela zili neno nikiwaambia mlirudie. Kanisa la Kazibizio. Tunalo kanisa jingine la Buntubili. Tunalo kanisa jingine la Mgombani. Halafu tunalo kanisa jingine ambalo ndilo hili kanisa mahalia, nalo si jingine, ni kanisa la Igurwa. Sasa watu wa Kazibizio msimame mpunge mkono. Kazibizio. Haleluya. Asanteni sana kwa kuja kwenye kambi. Bwana wabariki. Tunatambua wapo wazee wa kanisa, viongozi wa kanisa, popote mlipo mnaweza mkapunga mkono. Mmoja aliniaga, kuna jambo limetokea nyumbani, tunamwombea. Bwana wabariki sana. Nitambue washiriki wa kanisa la Buntubili na kundi la Buntubili Center. Haleluya. Bwana wabariki sana. Ninatambua hapo kuna wazee wa kanisa ambao pia wamesimama pamoja nao. Bwana wabariki. Karibuni kwenye kambi hapa Igurwa. Nitambue kanisa la Mgombani. Kanisa la Mgombani. Haleluya. Bwana wabariki sana Mgombani. Natambua uwepo wa wazee wa kanisa ambao wako pamoja nasi. Asanteni sana kwa kuja kwenye kambi. Karibuni na Bwana awabariki sana. Nitambue kanisa mama sasa ambalo ndio limetupa nafasi ya kukaa hapa, kanisa la Igurwa. Wanajiita Igurwa Central. Wasimame wapunge mkono. Haleluya. Bwana atukuzwe sana. Ninatambua uwepo wa wazee wa kanisa ambao wamekuwa wakifanya juhudi kubwa kuandaa mazingira ili hapa tulipo pafae kwa ajili ya sikukuu za vibanda, na Bwana awabariki sana wazee na viongozi wote ambao mmefanya hili jambo liweze kutokeza. Mungu awabariki mno. Niwapongeze kwa kukambika. Wakati naongea na Mwalimu Kili alisema hivi, kumbe huku imani za kukambika bado zipo. Huku bado zipo mwalimu, na tunakambika kweli kweli. Kwa hiyo mkipata muda mnaweza mkapita kwenye matenti yetu mkaangalia, tunaishi hapo. Na mimi niliwaambia wakati tunafanya sabato ya kwanza hapa juzi, nimewakaribisha kwenye maeneo ninayoishi mimi. Haleluya. Nikawaambia karibuni tukambike pamoja. Kwa hiyo Bwana wabariki sana wanakambi kwa kuja na kukambika pamoja nasi. Nitambue kwaya zote, ninajua mlisimama kwenye makanisa yenu. Nitambua uwepo wenu na Bwana wabariki. Karibuni kwenye kambi. Niliwaambia ili kambi ni la kubarikiwa. Endeleeni kuandaa nyimbo zenu na huku mkiendelea kuziimba kwa utukufu wa Bwana. Nimetambua pia wazee mlisimama katika makanisa yenu. Bwana wabariki sana.
Nitambue wanakamati wote, wanakamati tofauti na wale viongozi wakuu ambao ni managers na makatibu na waziri, wanakamati wote. Wewe unajua ni mwanakamati, hebu simama upunge mkono tafadhali. Wanakamati wa kambi hili la Igurwa, ninatambua kazi yenu njema. Bwana wabariki. Tuendelee, leo tu ndio Jumatatu, kwa hiyo kazi bado ipo, na hivyo kila mtu ashike sehemu yake, na Bwana awabariki sana. Nitambue katibu wa kambi kama atakuwa karibu, makatibu wa kambi najua atakuwa sehemu fulani, yuko pale. Bwana kubariki sana Bwana Solomon na Bwana Ayubu, najua yuko katika majukumu. Bwana wabariki sana. Nitambue waazini wa kambi, waazini watunza fedha wanaotuwezesha tuweze kuendesha na kuendelea vizuri. Mwazini atakuwa maeneo fulani kwa wajibu wake. Bwana wabariki sana. Nitambue camp manager, mameneja wa kambi hili ambalo ndio wanasimamia vizuri. Nitambue Baraka, unaweza ukasimama. Baraka Kazimoto, Bwana kubariki sana. Wewe ni camp manager lakini pia ni kaimu mchungaji. Asante kwa kazi yako nzuri, tunawaombea tuweze kufika salama siku ya Sabato. Natambua uwepo wa camp manager mwingine, Dr. Matayo Sagwa. Dr. Matayo Sagwa anadhani anapunga mahali fulani. Bwana kubariki kwa kazi yako nzuri na kuombea tuweze kufika salama siku ya Sabato. Nitambue uwepo wa wahudumu wetu. Tumekuwa na wahudumu kutoka mbali na karibu, nje ya nchi na ndani ya nchi. Haleluya, haleluya. Lakini kabla ya kutambua wahudumu wetu, nitambue wasaidizi ambao tunasaidiana nao katika mtaa huu. Kwenye ile kanda mwanzoni natambulisha, tuna mchungaji anaitwa Pasco Busumabu, anatokea kanda ya Bugando, ambao wao tayari wamemaliza kambi lao, lakini pia yeye ndiye anayetuhudumia katika maombi ya asubuhi. Mchungaji, simama uweze kupunga mkono. Asante sana Pastor kwa uwepo wako. Mungu akubariki, akutunze, tumalize salama kambi hili. Nitambue uwepo wa rafiki yangu Pastor Jafet Eliudi Magembe. Yeye tunasaidiana naye katika upande huu wa makanisa manne. Simama upunge mkono rafiki yangu. Yeye pia ni floor manager, anatusaidia kwa ajili ya kuingiza huduma na kadhalika na kuratibu mambo yote hapa mimbarini. Bwana akubariki sana. Nitambue basi wageni wetu ambao wamekuja na kutufikia kwa ajili ya kutuhudumia. Tunaye mwalimu wa watoto, yuko kule anawajibika. Yeye anaitwa Mwalimu Musa Yohana. Ajabu ni kwamba na mdogo wangu anaitwa Musa Yohana. Sasa majina yanafanana. Yeye ni Musa Yohana na mimi nimemfanya kuwa mdogo wangu pia, maana na mdogo anaitwa hivyo. Tunamshukuru, nadhani kuna siku tutamuona yuko kule anawajibika na jeshi zuri la watoto wetu. Tunaye ambaye ni mwinjilisti wa vitabu, ana nakala nzuri pale, mzee wangu mzee John Kimawa. Unaweza kusimama ukatupungia mkono mzee John Kimawa. Bwana akubariki. Ukipata nafasi, na nafasi itapatikana, pita uweze kuona nini anacho mezani na uchukue moja ya kwako na nyingine ya rafiki, jirani na yule umpendaye. Nitambue uwepo wa kwaya yetu rasmi ambayo tulitamani, tuliota, tulipanga na tukakusudia kwamba wawepo hapa kwa ajili ya huduma wakimtumikia Yesu. Hawa si wengine, ni The Light Bearers Tanzania, kutoka kule Dar es Salaam katika mtaa wa Chuo Kikuu, jimbo la Mashariki, pwani mwa Tanzania. Watu wa Mungu mnasemaje? The Light Bearers, mnaweza mkasimama tena tafadhali mkapunga mkono. Bwana wabariki sana. Asanteni kwa kuvumilia na kuja kwetu Ushirombo. Nadhani mwalimu ni mara ya kwanza kufika Ushirombo na kuhudumu. Nadhani hii itakuwa ni chachu, huenda mkahitajika tena, msikatae kuja. Haleluya. Bwana wabariki sana kwa huduma yenu nzuri. Tunapata muziki mzuri ambao unaleta usikivu, na Bwana wabariki kwa huduma yenu njema. Tunawaombea. Yuko mwalimu Kili ambaye
analiongoza jahazi hili kama mwalimu wa muda mrefu wa kudumu, na kazi yako ni njema. Na kuna kipindi nakisikia cha kwa nini Light Bearers hawatumii playback. Nadhani hapo katikati au mwishoni utatuambia, ili pia kwaya zetu waweze kujua kumbe kuna uwezekano wa kuimba kama umerekodi kwenye studio, lakini wakati ukitumia na ukiongea kama mimi. Na hivyo nikusihi tusimame tena, mwalimu tupungie mkono. Haleluya. Asante sana mwalimu, asante kwa jeshi kubwa, asante kwa taaluma yako nzuri ambayo unaitumikia vyema. Bwana kuongeze afya na siku za kuishi. Tunatarajia mengi zaidi kutoka kwako. Nitambue wale marafiki zangu ambao wanatusaidia kuinjinia hapa katika masuala ya muziki na kila kitu. PA system, tafadhali mweza kutupungia mkono pale nyuma. Bwana kubariki sana rafiki na mwenzi na rafiki yako ambaye uliye naye. Nitambue wahudumu wetu kutoka NGBF, ambao wanakuja kwetu na media ya Hope NGBF. Wao wanatuwakilisha, wanatupeleka mazingira mbali na hapa kupitia vyombo vya habari. Nitambue mkurugenzi, meneja wa mawasiliano na habari na vyombo vya habari NGBF, Priscilla, tafadhali simama uweze kupunga mkono. Haleluya. Nitambue anayefanya kazi pamoja na yeye, na ajabu ni kwamba anaitwa Doto. Tafadhali simama tupungie mkono. Asante sana, karibuni. Nitambue pia msaidizi wa Priscilla, lakini pia presenter wetu, simama uweze kutupungia mkono. Bwana kubariki sana, na jina lake mmeshaanza kulisikia. Nitambue pia sehemu ya media waliopo hapo mbele, makameramani na sehemu ya The Light Bearers. Simameni pia tuwatambue kwa kupunga mkono. Asante sana, karibuni. Bwana aweze kutubariki. Tunatarajia kuwa na kwaya kutoka Kongo, ila mgombani msemi amina, nayo si wengine ni Messengers Drew Glandroy kutoka Kongo. Hawa tunawaombea ni wahudumu pamoja nasi kwa ajili ya kambi hili. Kwa hiyo niliwaambia mwanzoni hatutaacha kuomba mpaka siku ya Sabato. Haleluya. Ili waendelee kuona namna ambavyo tunaweza tukawa pamoja nao hapa katika kambi letu hili. Mimi naitwa Doto Yohana. Nimeoa na naye ambaye tunasaidiana naye kazi, na utafurahi kusikia kwamba na yeye nilimuoa kutokea chuo kikuu ambapo The Light Bearers wanatoka. Nilitamani mchungaji ukimbie hapa mara moja, ninakusubiri. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu ananiumba, alipanga na akakusudia siku moja niwe binti wa Kiilaki kutoka Mburu Kuta, ambaye yeye amefanya ushirika wake chuo kikuu kwa muda mrefu sana, na alikuwa akiniambia nitamani kuimba The Light Bearers, lakini basi alikuwa na personal ministry. Ninamshukuru yeye, ni msaidizi wangu, ni mwezi wangu, ni mke wangu, na tumebarikiwa kuwa na kijana anaitwa David. Tunamshukuru Bwana kuwa hapa Igurwa. Karibuni sana Igurwa. Yeye huyu mchungaji anaweza kusema, nimpe mic aseme kidogo na baadaye nitaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni kwenye kambi, karibuni mbarikiwe. Tunao wachungaji ambao wanatuhudumia, ambao wanaendelea kutuhudumia na watakao tuhudumia. Tunaye mchungaji na rafiki yangu Pastor Sebastian Henry Muhomi.
Yeye ni mchungaji kutoka mtaa mkubwa pale Geita unaitwa Betheli. Yeye ni rafiki yangu wa muda mrefu, kwa sababu hata tarehe ya ndoa tulifunga siku moja. Na sasa mchungaji, simama tu punge mkono, maana tunaendelea pamoja na wewe. Ni mume, ana mke wake mwimbaji nguli, na ana mtoto pia. Tunakuombea pastor kwenye utumishi. Karibu Igurwa. Tunaye mchungaji senior, he is a senior pastor, mchungaji Adam Malindi Tata. Mzee ni mstaafu, lakini Bwana amemjalia karama. Pastor, simama uweze kupunga mkono. Haleluya. Karibu sana kwenye kambi mchungaji. Nimtambulishe kwenu rafiki yangu pia, lakini mzee wa kanisa la Kahama Central. Yeye amekuwa akitufundisha masuala ya pesa, masuala ya kutafuta pesa na kutumia, lakini pia kuwekeza na kuhakikisha kwamba kila jambo linakwenda vizuri. Yeye ni Rafael Mshanga, anatokea pale Kahama. Rafiki yangu, simama tupungie mkono. Karibu sana kwenye kambi hili. Nimtambulishe kwenu rafiki, ndugu yangu ambaye tumesoma naye chuo kimoja cha Bugema, lakini pia tumeishi naye. Ananifahamu vizuri zaidi na mimi namfahamu vizuri zaidi. Yeye ni mchungaji Baraka Alfayo Raiza. Yeye ni mchungaji kutoka kule jimbo la Mashariki Pwani mwa Tanzania, ECF. Amekuja kwetu, ni mhudumu mkuu ambaye atatulisha neno la Bwana. Haleluya. Yeye ni mume na mke na mtoto mmoja mchanga ambaye amezaliwa hivi karibuni, na jina la mtoto huyo anaitwa Star. Sasa kule Kazibizo ni nyota. Haleluya. Kwa Kisukuma utatafsiri mwenyewe na kwa lugha yako. Pastor Laiza ni mhubiri, Pastor Laiza ni mfundishaji, Pastor Laiza ni mtu ambaye anampenda Bwana. Mchungaji Laiza, hapa ni Igurwa, tunakukaribisha sana, na Bwana kutumie kama alivyopenda, na tunakukaribisha tena na tena. Na hapa ndipo mwisho wa utambulisho. Baada ya kushuka mimi, mchungaji Laiza atashuka, atakuja hapa kwa ajili ya neno la uzima. Wangapi wanamkaribisha? Bwana atubariki. Karibuni kwenye ibada. Kambi la Igurwa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba mkurugenzi wetu Pastor Msese baadaye na sisi naye ataungana pamoja nasi. Tuko hapa pia tukifurahia huduma ya kwaya ya The Light Bearers. Semeni amina. Kwaya ya The Light Bearers Tanzania imebariki watu wengi ndani na nje ya nchi na kuvuka mipaka kiasi hicho. Wao tumekuwa marafiki kabisa tukihudumu pamoja, lakini pia wakija kwenye moja ya mitaa ambayo nimechunga, wakiwa wahudumu kama ambavyo wamekuja hapa Igurwa. The Light Bearers, Mungu awabariki sana, na Bwana awapatie neema katika huduma kwa juma hili lote. Lakini shukrani pia kwa jimbo letu la NGBF kwa fursa na nafasi ya pekee. Ninatambua kwamba Mungu anatoa
nafasi, lakini akiwatumia wanadamu pia. Bwana awabariki sana. Tunaenda sasa katika kulisikia neno la Bwana mchana wa leo, na ile praise team walioko pale ninaomba sasa waje, maana tunaenda katika neno la Bwana mchana wa leo, na tutamwabudu Mungu kwa kumsifu na kulisoma neno lake mchana wa leo. Ile praise team itakuja haraka mara moja. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, useme kwangu kwa upendo, fungue moyo wangu. Huu ni ule wakati wa kumwambia Bwana afungue mioyo yetu, neno lake liingie katika mioyo yetu, neno lake liingie katika moyo wako, neno lake liingie katika moyo wangu. Hiyo ndiyo maana ya kuwepo katika makambi haya mwaka huu. Bila ya Bwana kuifungua mioyo yetu, basi kuwepo kwetu hapa ni bure. Kuwepo kwetu hapa ni bure. Na hivyo Bwana afungue mioyo yetu. Nena rohoni Yesu, sema kwa upole. Kila siku unene vile kwa upole, nong'oneza kwa pole, kwa pendo, ushinde daima, hauachwi upweke. Wakati tutakapomaliza wimbo huo, tutasimama wakati tunamalizia, na kisha tutasoma aya chache ili tuingie katika neno la Bwana. Nena rohoni Yesu. Upweke
Tumesimama mbele za Bwana. Tushike Biblia zetu kisimama mbele za Bwana katika kitabu cha Waamuzi sura ya kwanza. Waamuzi sura ya kwanza. Tutaanza kusoma kuanzia fungu hilo la kwanza na kushuka hapo chini. Waamuzi sura ya kwanza kuanzia lile fungu la kwanza tuliofika pale, tupungiane mikono. Tuliofika pale tupungiane mikono, usiache kupunga, pungiane mikono, tuwasubiri wengine ambao wamefika. Tuliofika pale tupungiane mikono. Asante. Kitabu cha Waamuzi sura ya kwanza fungu lile la kwanza. Biblia inasema, ikawa baada ya kufa kwake Yoshua, wana wa Israeli walimuuliza Bwana wakisema, ni nani atakaye kwea kwanza kwa ajili yetu juu ya Wakanani ili kupigana nao? Bwana akasema, Yuda atakwea. Tazama, nimetia hiyo nchi mikononi mwake. Ndipo Yuda akamwambia Simeoni ndugu yake, kwea pamoja nami katika kura yangu, ili tupate kupigana na Wakanani. Kisha mimi nami nitakwenda pamoja nawe katika kura yako. Basi Simeoni akaenda pamoja naye. Fungu la 4. Yuda akakwea, naye Bwana akawatia Wakanani na Waperizi mkononi mwao, nao wakawapiga huko Bezeki. Watu wangapi? Watu wangapi? Watu wa Igulwa? Watu 10,000. Wakampata huyo Adoni Bezeki huko Bezeki, wakapigana naye, nao wakawapiga Wakanani na Waperizi. Lakini Adoni Bezeki akakimbia, nao wakamwandamia na kumshika, wakamkamata vyanda vyake vya gumba, vya mikononi na vya miguu. Adoni Bezeki akasema, wafalme 70 walikuwa wamekatwa vyanda vyao vya gumba, vya mikono na vya miguu, waliokota chakula chao chini ya meza yangu, kama nilivyofanya mimi. Mungu amenilipa vivyo hivyo. Wakamleta Yerusalemu, naye akafa kuko. Bwana alibariki neno lake. Mungu wetu, katika adhuhuri ya leo, mahali hapa ambapo ulipachagua Bwana, tumelisoma neno lako. Tupatie tafsiri ya neno hili, tuisikie sauti yako, tusikie wewe mwenyewe ukisema nasi. Tubariki mahali hapa, sauti ya Roho Mtakatifu isikike mioyoni mwetu, tukikuona wewe
na wewe peke yake katika msalaba wako, kwa jina la Yesu, amen. Tuketi katika uwepo wa Bwana. Kijana mmoja katika nchi za magharibi alitoa hisia zake wakati fulani katika moja ya maandiko
Halo, tunasema habari za Yeshua, tunazungumza habari za Yeshua, tunahubiri habari za Yeshua mara kadhaa, lakini aliingia Kanaani, aliifanya kazi yake. Biblia inapotuambia kwenye kitabu cha Waamuzi, ikawa baada ya kufa kwake Yoshua, halafu mafungu yanaonekana, halafu hapo anasema ya kwamba Israeli wakamuuliza Bwana, itakuwaje baada ya kifo cha Yoshua? Maana yake ni kwamba kuna kazi ambayo walitegemea Yoshua ataifanya, lakini hakumaliza kuifanya. Walitegemea Yoshua ataifanya hiyo kazi, lakini hakumaliza kuifanya hiyo kazi. Ndugu zangu, watu wanakufaga na hawamalizi kufanya kazi ambayo wanatakiwa kuzifanya. Halo, watu wanakufa na hawamalizi kazi ambazo wanapaswa kuzifanya. Hebu mshike mkono jirani yako, mwambie ukifa hakikisha umemaliza kazi ambayo unatakiwa kuifanya. Anasemaje? Atamaliza huyo? Ukimwangalia unaona kama atamaliza? Watu wanakufa na kazi hawajamaliza. Yoshua alikufa, inaonekana kulikuwa na sehemu ambayo alikuwa hajamaliza kazi ambayo anatakiwa kuifanya. Watu hawamalizi kazi na wanakufa. Unajua ndugu zangu, kuna watu wanakufa, ndugu zetu wanakufa, hawajamaliza kazi. Ndugu zetu wanakufa, wanaziacha familia. Ndugu zetu wanakufa, kwamba hata kama watu wanakufa, Mungu anajitosheleza. Mungu anajitosheleza. Kitabu cha Waamuzi sura ya 1 kinatuambia ya kwamba Mungu anajitosheleza. Yeye hajawahi kuishiwa. Yeye hajawahi kutuacha. Yeye anajitosheleza katika mahitaji yetu. Sikiliza, Israeli walipokuwa wamempoteza Yoshua, Israeli walipokuwa Yoshua amekufa, Mungu ndipo alipoonekana kwao. Hasa naomba unisikilize, Mungu huwa anajitosheleza. Hebu sema, Mungu anajitosheleza. Sasa anajitosheleza katika nyakati gani? Mungu anajitosheleza. Utoshelevu wa Mungu unaonekana katika nyakati za anguko, nyakati za kukosa, nyakati za kupoteza, nyakati za mtikisiko wa maisha, nyakati za kupoteza ndugu zetu. Mungu ndipo anapojitosheleza. Watu waigulwa. Mungu huwa anajitosheleza katika anguko lako. Mungu anajitosheleza katika kukosa. Mungu anajitosheleza katika kupoteza. Mungu anajitosheleza katika mtikisiko wa maisha yako.
Mungu anajitosheleza. Yeye anatosha katika yote. Mungu anaonyesha utoshelevu wake wakati Yoshua hayupo. Pale ambapo tunategemea baadhi ya watu, pale ambapo tunategemea baadhi ya vitu, pale ambapo tunategemea baadhi ya mambo, ya kwamba hayo ndiyo yanatutosheleza, hayo ndiyo yanatutosha. Mungu anatufundisha ya kwamba yeye ndiye anayetosha katika yote maishani mwetu. Mungu ni mtoshelevu. Nimeona katika kitabu cha Waamuzi, Biblia inaposema ikawa baada ya Yeshua kufa, baada ya kifo chake, unajua Mungu ameonyesha kujitosheleza pale ambapo wale waliokuwa wanategemewa, wale ambao walikuwa tunawategemea waliondoka. Halo? Tuliokuwa tunawategemea waliondoka, Mungu anajitosheleza. Wale ambao tulikuwa tunawatumainia waliondoka, Mungu anajitosheleza. Nasikiliza, Biblia inaanza kwa fungu hilo. Ukienda kwenye kitabu cha Kutoka, ninawakumbusha mchana wa leo, ukienda kwenye kitabu cha Kutoka, Biblia inaanza kwa kusema ikawa baada ya kufa kwake Yusufu. Ikawa baada ya kufa kwake Yusufu. Kama haitoshi, ukienda katika Biblia, katika kitabu cha Yoshua, anaanza sura ya kwanza, fungu lile la kwanza, ikawa baada ya kufa kwake Musa. Kama haitoshi, Biblia unaisoma, ninaisoma Biblia yangu kwenye kitabu cha Wafalme ile ya kwanza, sura ya kwanza, fungu la kwanza, ikawa baada ya kufa kwake Daudi. Wapendwa watu wa Igulwa, Mungu anajitosheleza wakati ambapo wale tunaowategemea wanaondoka. Daudi aliondoka, ufalme wa Mungu ulidumu. Ufalme wa Mungu ulidumu. Yoshua aliondoka, wana wa Israeli waliitawala Kanaani hata baada ya Yoshua kuondoka. Musa aliondoka, Yoshua na wana wa Israeli wakaingia Kanaani. Yusufu alikufa, wana wa Israeli waliondoka Misri. Mungu anayejitosheleza. Mungu anayejitosheleza. Sikiliza, ninaongea na mtu mmoja aliyeko hapa mchana wa leo, ambaye anaona kama vile Mungu hajitoshelezi. Anaona kama vile maisha yake ya ndoa, akimwangalia mme wake, anaona kama ni mme mfu. Anaona kama amekufa, maana hapati mahitaji, maana hapati upendo, maana hapati amani. Kwa hiyo anamuona kama tu ni mwanaume aliyeko hapo nyumbani, lakini amekufa. Mchana wa leo ninakwambia ya kwamba yuko Mungu anayejitosheleza. Kuna Mungu anayejitosheleza. Uko hapa mchana wa leo, wewe baba uko hapa mchana wa leo, unaangalia hako kamama, unamwangalia huyo mke wako, na ukimwangalia hivi unaona kama vile hatoshelezi. Unaona kama vile ni Israeli walipoona ya kwamba Yoshua amekufa, na ukikaangalia hako kamama ni kama vile kako hai, yani kako hai. Hii unaona kama vile kamekufa, unaona hata hakuna kazi yake, hamna anachokusaidia. Mchana wa leo yuko Mungu anayejitosheleza katika maisha yako. Mungu anajitosheleza. Hawa wote
walikufa, lakini safari ya maisha kwa watu wa Mungu iliendelea. Mshike mkono jirani yako, mwambie safari lazima iendelee. Kuna kijana mmoja akiwa katika makambi kama haya katika nchi ya Zimbabwe. Akiwa katika makambi kama haya, alikuwa anakuja kwenye makambi kama ambavyo watu wa Igulo leo mmekuja kwenye makambi. Akawa anakuja kwenye makambi, na kila siku Pastor Doto, kila siku alikuwa anakuja na anakaa mbele hapo ambapo amekaa Mwalimu Kiria. Alikuwa anakuja kila siku, anakaa hapo mbele, anamsikiliza mhubiri kwa makini, anasikiliza mafundisho kwa makini, anasikiliza neno la Mungu kwa makini. Lakini ukimwangalia, alikuwa anaonekana ni mpweke sana. Alikuwa anaonekana kama vile ana huzuni nyingi. Na jambo la kushangaza ni kwamba alikuwa anakuja kwenye makambi, akikaa hapo mbele, baada ya mahubiri alikuwa ananyanyuka na kuondoka bila ya kusalimiana na mtu yoyote. Inaonekana kama vile alikuwa amelemewa, alikuwa amechoka, alikuwa hana raha, alikuwa hana furaha kwenye maisha yake. Na ngoja niwaambie mchana wa leo, kuna watu wanakuja kwenye makambi hawana raha. Nyumba zao zimewanyima raha, maisha yamewanyima raha, maisha hayana furaha. Na wamekuja hata mchana wa leo, inawezekana yuko mtu hapa hana furaha. Huyu kijana alikuja akaa hapo mbele, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku 7 zikaisha, na akaondoka. Makambi yakaisha. Yule mhubiri ambaye alikuwa anahubiri kwenye yale makambi akaondoka. Ikapita siku ya Jumapili, ikaenda siku ya Jumatatu. Mchungaji ambaye alikuwa anachunga eneo ile kama Pastor Doto akampigia simu yule mhudumu, akamwambia, Pastor, habari za saa hizi? Naamini umefika salama. Akamwambia, nimefika salama mtu wa Mungu. Akasema, unakumbuka wakati ulipokuwa kwenye makambi hapa, kuna kijana ambaye alikuwa anahudhuria kwenye mahubiri, alikuwa anakuja kwenye makambi na alikuwa anakaa mbele? Akasema, simfahamu jina, lakini sura ninaweza kukumbuka, maana alikuwa akikaa katika kiti hicho hicho siku zote za makambi. Akasema, yule kijana amekutwa baada ya makambi amejinyonga, amekufa. Huyu mhubiri akamuuliza Pastor, je, inakuwaje huyu kijana amekufa? Inakuwaje ameondoa maisha yake? Inakuwaje ameondoa uhai wake? Kwa nini aondoe uhai wake? Ili hali alikuja, na alikuja kwenye makambi, ili hali alikuja akaja kusikiliza maneno ya matumaini katika makambi. Mchana wa leo ninawaambia watu wa Igulo, kuna watu wamekuja mchana wa leo na mioyo yao ni mizito. Ninataka nikwambie, usiwe kama yule kijana. Ninakwambia Mungu anajitosheleza. Anatosha. Sasa uniruhusu Pastor Doto nimalize hichi kipande. Wakamwambia Bwana, sasa inakuwaje Bwana, tutafanyaje? Nani ambaye atapanda pamoja nasi? Nani ambaye atatupatia settlement hapa vizuri? Nani atakayetusaidia kuwamaliza hawa jamaa wa Kanani hawa vizuri? Nani atakaye tusaidia? Bwana akasema, Yuda. Sasa fungu la 3 Biblia inasema, ndipo Yuda akamwambia Simeoni ndugu yake. Hata sina haja na hayo maneno ambayo yanafuata hapo mbele. Yuda akamwambia Simeoni ndugu yake,
mchana wa leo nataka niwaambie kabla tujaendelea jioni tena. Hakuna sehemu nyingine, hakuna kwenye Biblia, hakuna sehemu nyingine ambayo ilionyesha muunganiko wenye nguvu kwa kabila la Israeli zaidi ya kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 1. Hivi mmeelewa? Hivi mmeelewa? Narudia. Nimesema hakuna sehemu nyingine ndani ya Biblia inayoonyesha mshikamano na ushirikiano wa wana wa Israeli, kabila hizi za Israeli katika Biblia zaidi ya kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 1. Walikuwa wameshikana, walikuwa wameshikamana, walikuwa na umoja, walikuwa na upendo. Ndio maana settlement ya wana wa Israeli Kanani ilikuwa rahisi. Kwa sababu gani? Yuda aliweza kuwasiliana na Simeoni, akaweza kuwasiliana na yale makabila mengine, na wale wengine wakawasiliana na wengine, na wale wengine wakawasiliana na wengine. Nataka kusema nini mchana wa leo? Kanisa la Bwana linatafunwa na disunit kanisani. Hakuna mshikamano, hakuna upendo. Yaani eti mshiriki anamchukia mshiriki mwingine, mshiriki anakuwa na gubu na mshiriki mwingine, mshiriki anakuwa na gubu, anakuwa na kiroho, anakuwa na roho mbaya na mshiriki mwingine. Yaani leo kanisani tunaona mambo, tunaona mambo kanisani hata ni ya kushangaza sana. Yaani kwani niwaulize, Jesus gave the call to go to every tribe and land, to spread his love around the globe with our own hands. We make this sacred vow to serve in every place, till all nations know the power of his grace. So with one voice we proclaim redemption's story, and
and with one voice we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory as we reach all nations with one voice. Every way we can, we'll share the story of His grace. Heart to heart, we will show His loving face. Every language known, every tribe and every tongue, we will declare your name until His kingdom comes. So with one voice we proclaim redemption story, and with one voice we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father.